Asilimia nyingi kwenye maindi zetu za kichwa maisha tunayopitia tunajuaga mwanamume ndo kichwa cha familia, ndo mwanamume ndo anafanya. And hiyo ni society, tulipata society kiwa hivyo. Sasa shida iko hivi, inawezekana mwanamke yuko na kila kitu chake, lakini pia naye anahitaji ndoa, lakini pia mwanamke hayuko tayari kufuata dile mwanamume anavyotaka. Kwa sababu yeye anajijua yuko na kitu. Kwa hiyo lazima naonyeshe ile mwanamke wake kama yuko sawa, huwezi kumpelekesha. Sasa ni mashindano. Sasa unakuta wasichana wengi, wavulana wengi kwenye kuoa na nafikiria sana kwa sababu cha kwanza ajipange kimaisha. Kwa sababu asije kaja kufanya hicho kitu akapata mwanamke ambaye amemzidi alafu akaja kupata shida kama hiyo, kwa sababu ukishazidiwa na mwanamke maelewano na nyumba inakuwa hakuna. Kwanza mwanamke atapanga anachotaka sababu ana uwezo, wewe ukicheki uwezo wako bado. Kingine siku zote mtu yoyote akishajua anaweza kupata kama msichana, akishajua anaweza kupata naye kama wewe au zaidi ya wewe, maelewano kwaga hakuna. So pale ndoa inakuwa nzito, pale mahusiano yanakuwa mazito. Yaani ni heri wewe mwanamume uwe na ukipato, unatafuta msichana wewe sasa binafsi kwa kwenda kuoa. Lakini pia unaweza kaenda kutafuta msichana kwenda kuoa na pale niye pia ndoa kaiona chungu, kwa sababu katika maisha unajua hii ndoa ni Mungu akubariki tu. Usio ukimbilie tu kuoa la kuolewa. Asilimia nyingi kuna ndoa za zamani za wazazi wetu ndo zilikuwa zenyewe. Sasa hii hakuna ndoa. Unaweza kuolewa asubuhi, jioni ukaruhusiwa. Kwa nini mnafanya hivyo? Okay, nitasema ni kila mtu, mimi nikiwa hapo pia, lakini ndo mtindo. Unapata tumeoana saa hizi, tumefanya harusi. After 1 month, nasema hapana, this is not what I wanted. Why? Kingine inawezekana ulifuata tu kitu kwake mtu ukajua kipo kumbe hakipo. Hiyo pia inakuja kwenye ndoa za sasa hivi. Mtu anadhani huyu mtu yuko na kitu fulani inaweza kupata. Kumbe akishaingia ndani na huyu mtu hakuna hicho kitu. Pale anarudi tamaa yake, kwa sababu wasichana wengi sasa hivi hawafikirii kuolewa, wanafikiria kufanikiwa kwenye ndoa.